Hatua ya kwanza kabisa inatakiwa tuanze kuwaweka staff wetu. Kwa hiyo tutaenda kwenye more kama tumeweka Kiingereza, lakini kama tumeweka Kiswahili tutakuja hapa kwenye zaidi. Baada ya hapo tutaenda kwenye wafanyakazi. Baada ya hapa tutaanza kuongeza sasa wafanyakazi. Kwa hiyo tutaweka namba ya simu ya mfanyakazi, tutaweka na majina yake yote mawili. Baada ya hapo tutasema sasa, je, huyu mfanyakazi tunataka aone nini? Kama tunataka mfanyakazi aone kila kitu, maana tunaweza kubonyeza tu hapa all, maana kila kitu. Ingawaje baadaye tuna uwezo wa kuja tukambadilishia. Labda mfanyakazi hatutaki akaongeza mauzo, au akaongeza bidhaa, au asione hizi taarifa za wateja. Kwa hivyo vyote tutakavyoamua. Lakini kwa sasa hivi labda tuseme ataona kila kitu. Kwa hapa tutaweka namba ya simu 606. Tutaweka na jina lake. Baada ya hapo tutaongeza mfanyakazi. Baada ya kuongeza mfanyakazi itatuonesha hapo huyu ni mfanyakazi na ana permission hizi 25. Kwa hiyo tukimbonyeza tuna uwezo wa kumuedit. Labda tukaondoa hizi, tukisave. Kwa hapa atabakia na ana uwezo wa kuona hivi vitu 22. Kwa baadaye kama tunakuja tunamuongezea tena, inakuwa hivyo. Kwa wafanyakazi wetu wote, cha kwanza lazima tuwaweke. Baada ya kuwaweka, huyu mfanyakazi ataenda atadownload application yetu, either kwenye iOS au kwenye Android. Akishaweka namba hii ya simu ambayo ndio umemuungia huku, maana moja kwa moja ataingia, atakuja kwenye hii page. Maana atakuwa tayari amewekwa kwenye hili duka, na akiingia atakutana na hizi na hii screen, na ataona kutokana na jinsi ulivyomweka kule. Kama umeweka labda asione mauzo, maana yake mauzo hatayaona. Kama umeweka asione bidhaa, maana yake bidhaa hataziona. Kwa hiyo ndio hatua ya kwanza kabisa ni kuweka wafanyakazi. Baada ya kuweka wafanyakazi wote wanatakiwa wa download application.